Habari mtazamaji wa Ndito Online TV, leo kwa mara nyingine nakuletea hii hapa ambayo ni ya kwa ufahamu, lakini leo utabidi ufahamu. Leo nakuletea story nyingine. Ulikuwa ufahamu lakini utafahamu leo. Bwana, umeshafahamu zile silaha ambazo zimeshawahi kubuniwa kwenye ulimwengu huu, ambazo zinatajwa kuwa ni moja ya silaha za hatari kabisa kuwahi kutokea. Yaani zimesababisha hii dunia ionekane vita ni kitu cha kuogopa sana kutokana na ubunifu wa hizo silaha tokea kuumbwa kwa ulimwengu huu. Unaona nani alibuni silaha gani na hii silaha ilikuwa na madhara gani kwenye ulimwengu huu? Unajua kuna silaha tumezipata duniani zimeleta mabadiliko makubwa sana ya kiteknolojia. Sasa tumekuwa tukiogopa vita kwa ajili ya silaha hizi hapa. Sitaki kutajia kwa mtiririko kwamba ya kwanza mpaka ya mwisho. Wewe jua tu Hinda kutaja basi ni silaha hatari sana kwenye ulimwengu huu. Wale ubuni sio walifikiria nini? Unaona tunaanza na hii hapa inaitwa Maxim machine gun, yani zile bunduki za machine gun ambazo zinapiga pasipo kukoma, machine gun. Sometimes zinawekwa stand kabisa alafu zinashikiliwa. Basi wanaweka zile njugu, watu mjini na njugu au risasi zinapakiwa mle. Risasi mpaka 500, 800, 1000 zinakaa kwenye ile machine gun, alafu inawekwa stand. Sasa ile askari anaanza kuzimimina zile. Basi mnaposhambuliwa inakuwa kama vile mnanyeshewa na mvua. Unaona zinalia mfululizo. Sasa piga mahesabu inavyokuwa, sipati picha mlio wake umekaeje. Ile eneo la kivita au war zone imekaeje. Ni kitu cha kuogopa sana mtazamaji wa Ndito Online TV. Basi hiyo silaha wanasema ni moja ya silaha hatari sana zilishawahi kubunia katika miaka ya ulimwengu toka uwepo. Hizi silaha bwana zimebuniwa rasmi ni mwaka 1884 huko ndiko ambako zilianza kuonekana kutumika at the first time. Zina kila kitu, ukiziangalia zina kila kitu, lakini ukiangalia hatari hizi silaha bwana zina uwezo wa kupiga mpaka mita 1830 inapoa. Ina maana machine gun ikishambulia ukae umbali wa mita 1800, tufanye tukaa mita 2000 inaweza isikuzuru. Sasa mita 1830 submachine gun, chukua viwanja vya mpira unganisha viwanja kama 20 hivi, goli hadi goli mara 20 ndio ukae umbali huo ndio utakuwa uko salama. Sasa hiyo ni kasheshe, ina uwezo huo. Mara ya kwanza ilitumika vizuri sana vita vikuu vya kwanza vya dunia, ndio ilionekana kutamba sana ile machine gun. Silaha nyingine hatari kwa kubunia duniani inaitwa nuclear weapons, yani silaha za nuclear. Unaona hizi bwana zilibuniwa huko miaka ya nyuma. Sasa zilibuniwa ndio tukaanza kuziona zikianza kutumika, lakini unaona sasa zinatumika vipi hizi silaha bwana zikaanza kutumika, lakini sio official sana bwana. Marekani akutania bwana, akaja kitoa atomic bomb, alitumia nuclear. Japan kaishusha, umeelewa akaua watu 70 net, tani na matani, si chini ya ukiangalia ilikuwa ni hatari sana. Ilisababisha matatizo makubwa sana, ikiwemo pia magonjwa baada ya kulipuka kwake. Baada ya miaka na miezi ikaendelea. Walizungu wakaita little boy, yani mvulana mdogo. Asema hiyo ni bado. Marekani alipiga vile kutahadharisha ulimwengu kwamba yeyote asinisumbue, asicheze na mimi, hiyo bomb ikipigwa kwenye nchi yako baba itakugharimu. Sasa ilipigwa pale Hiroshima, ilikuwa na tani nyingi sana nzito, TNT hiyo. Warusi wakaona isiwe shida kwamba unamtisha nani wa kupiga hicho kibomu chako cha little boy. Ngoja nitengeneze mimi na ya kwangu. Sijui alikuwa na muda mrefu ameficha Mrusi, sijajua huyu bwana nani mwenda wazimu kweli kwenye masuala ya vita. Alipoona Marekani kapiga ile akaona pana huyu ni mkwara, maana yake anatishia sisi dunia ikae kimya kwa ajili yake. Sasa sijui alikuwa nayo wapi bwana, akaitoa ambako NATO waliita Satan. Yaani NATO, wazungu wa NATO waliita ile shetani. Lakini wazungu wanakanusha, wale Warusi wamekanusha, sema hii haitu shetani. Hii inaitwa hivyo tu, iteni tu hivyo, lakini sio shetani. Iteni tu jina lake la heshima. Sasa jina la heshima vipi? Ikaonekana ina uzito au ina capacity mara 2000 zaidi ya ile iliyopiga kule Hiroshima. Sasa piga hesabu Hiroshima jumlisha mara 2000 ndio capacity ya Mrusi aliyoitengeneza. Mama yangu we. Tuombe Mungu jamani, hivi tusiye kaja kuwa rasmi. Mungu atusaidie sana. Hao wanadamu Mungu afunge akili zao wasije wakafanya lolote baya. Mara 2000 ile Japan afu ushushiwe. Maana yake tufanye hivi, ashume ikishushwa Afrika. Sio nchi, ukisema sio Tanzania tutakuwa tuonea. Afrika ikishushwa
Asia au Ulaya, pale tunapiga story tofauti. Lakini ukiangalia wajamaa wakatamba wakasema ni kubwa, Warusi wakatamba wakasema inaweza kapiga Texas pale Marekani. Texas yote kabaki historia. Lakini kwa nchi kama Ufaransa, hii sitasumbuka sana, nikibonyeza tu basi dunia nzima inasahau kama kuna nchi ilikuwa Ufaransa duniani. Hii ndio kitu ambacho Mrusi alitamba miaka hiyo. Akasema hii Ufaransa ni dakika tu, yani nikibonyeza nikifyatua basi itabaki kwenye historia. Watoto watasoma kuna taifa liliitwa Ufaransa zamani. Lakini ukiangalia pamoja na yote ikapigwa marufuku hizo silaha, lakini inasemekana ziko silaha zaidi ya 15,000 duniani ambazo kwenye 15,000 inasemekana ni Urusi na Marekani tu ndio wanamiliki hizo 15,000. Wengine mnagawana zobakia. Sasa 15,000 watu wawili, ina maana Urusi ndiye anayeongoza kumiliki hivi vitu. Tusiombe sana omba Mungu. Kuna Senator Shock Calvary. Hii ilikuwa inahusisha upiganaji wa kutumia farasi, lakini ni karne enzi ya Yesu huko kwa mbele kidogo, kusogea huku. Mafarasi yale yanavalishwa mavyuma, alafu mnapigana. Jeshi lile kutoka na mikuki na mikuki, alafu mnakutana katikati ya mapanga. Hii ilionekana ni mbinu chafu sana ya kivita ya kimauaji, maana zamani watu wanapigana kwa mguu, lakini sasa hivi mnapanda juu ya farasi wa huku na farasi wa huku wanakutana. Ni hatari sana hii Calvary. Ni style ya hatari sana ya kivita, haifai. Ni mbaya. Alafu na Greek Fire, Napalm. Hii Greek Fire bwana ni style moja, ilikuwa kama ni kwenye mashua au boti miaka ya nyuma sana. Mnatembea huku, kuna ile nani inaweza kuchochea moto afika utema ikaichoma boti ya nyingine pinzani. Hii ilikuwa inasema ni mbaya. Wanasema ilikuwa inaweza kuchoma umbali mrefu. Boti hii inatema moto kwenda kuichoma boti nyingine. Ilikuwa sio nzuri sana. Ilikuwa mbaya sana. Lakini ukiangalia hii hapa ilikuwa ni mbinu mbaya sana, ilitumika baadaye, lakini baadaye kaja kuboreshwa. Sasa vita kuu ya pili ya dunia wakaanza mameli ya kivita. Sasa ilikuwa ni mamashua tu yanatumia hivyo. Sasa hivi watu tunaanza kitu inaitwa mameli ya kivita yenye uwezo wa kutema moto na kuchoma meli nyingine. Sasa mkikutana baharini itachagua moja, uungwe na moto upige mbizi kwenye vilindi vya bahari. Lakini sasa tuogelea hapa na wapi? Maana sasa unakuta vita vinapigana umbali wa maili za kutosha. Nchi kavu ni kutoka labda Mbeya mpaka Zanzibar ndio ufike nchi kavu. Sasa utapiga mbizi wapi na wapi? Maji ya baharini. Bahari na kumeza tu basi, na kuchagua kifo. Chagua kifo kizuri, sio kupona hakupo. Chagua kifo kizuri kati ya hivyo viwili. Uteketee na moto au upige mbizi baharini uende kusikojulikana. Na bahari inakumeza kwa dakika 3 nyingi tu basi unakuwa haupo. Lakini ukiangalia hii ilipigwa sana. Alisha kuchambuliwa na Japani ilishambuliwa na Marekani mwezi Februari tarehe 15 mwezi ilikuwa tarehe 15 na 13 mpaka 15 hapa mwezi Februari 13 siku mbili. Ilipigwa pale Tokyo. Ikapigwa tena katika tarehe 9 na 10 pale. Iliua sana sababu inaweza pia kushambulia nchi kavu. Yaani meli inapaki katikati ya bahari inapiga nchi kavu. Ikapiga sisi chini ya 25. Lakini ilikuwa ni hatari sana kwa sababu iliua pia raia wasio na hatia. Unaona Marekani huyu zaidi ya 100,000 ilishambulia sana. 100,000 100,000 walipoteza maisha. Jambo baya sana. Ilikuwa ni jambo baya sana kwa watu wengi kiasi kile kwa shambulizi hilo baya. Ilikuwa ni zaidi bora hata Hiroshima. Sasa jamaa shambulia miji wakitokea baharini, ilikuwa ni mbaya. Silaha nyingine inatajwa kuwa ni mbaya ni rifle, yani bunduki ya kawaida. Hii rifle hii bunduki ni mbaya sana, nikiweka risasi. Ni silaha mbaya sana kubuniwa. Sio nani alibuni kitu, alikuwa anatumia sigara kubwa. Lakini alibuni ndio tunaipambana mpaka sasa hivi, polisi wanazitumia, majeshi tunatumia, ni ya kawaida. Lakini ndugu yangu mtu akwambia kaa chini afa ameshika ile. Ni silaha mbaya. Na ndio maana ile silaha ukikutwa nayo, alafu huwezi kuambia polisi chochote kile, huna cha kuwasomesha, huna cha kuwapa rushwa. Ndugu yangu, hii ni kesi mbaya sana, watapita na wewe. Lakini bunduki mbaya wanasema ni AK47. Hii inaogopwa sana sana, sio kidogo. Sasa hii haifai, AK47. Sasa nyingine ambayo ni silaha mbaya inaitwa submarine au nyambizi. Bwana lazama na kuibuka kama lisamaki fulani hivi. Lile dude ni hatari sana. Nchi maskini nyingi sana hatuna ile dude. Hatuna. Sidhani, sijapata taarifa za kijeshi, lakini Tanzania sidhani kama ipo. Lakini hapa kwa Afrika utatafuta kwa tochi, labda kidogo unatajwa Misri, labda. Sina hakika jamani, Misri. Labda ila Afrika Kusini na uhakika wana hiki tu. Afrika Kusini wanayo. Inazawa afu inaibuka. Sasa ikiibukia hapo omba Mungu. Ikianza kuishambulia nchi yako, maana hizi sasa unakuwa unapigana na nyambizi hatari sana. Ujerumani na mmoja anaitwa U-boat. Ujerumani wanasema ndio hatari sana ili
ile dudu bwana. Lina uwezo U-boat ni moja ya nyambizi bora sana. Ina uwezo wa kuzama na tani milioni 10 ya silaha. Sasa tani milioni 10 sijajua. Kwa hiyo mtu anaweza akaja kushambulia nchi yako, likazama hilo, likaibuka. Basi hayo majeshi yako sio tapigana muda gani ile dubuasha mpaka kuja labda likizama na kuibuka wale liende Urusi, ndio mnaanza kwa nao liende Marekani huko. Sisi huko Afrika tukiletea ile dubuasha. Mimi nashangaa sana. Ni hatari. Utapigwa upigike. Lakini ukiangalia ni moja ya silaha zinatajwa ni hatari sana. Linazama na silaha nyingi mno. Na mbaya zaidi lina uwezo wa kufunga vinu vya nyuklia, likasafiri navyo. Likatoka kwa Ulaya ukafatwa. Kabaya wewe uko unasemaje siku ile kwenye redio? Vikapanda vikashuka, basi hilo linatosha kabisa kumzana na askari wako wote watakao lizingira. Ni dudu hatari sana. Mabilioni ya fedha latumia. Naona linatengeneza milipuko mikubwa, lina uwezo wa kulipua, ni hatari sana. Lakini pamoja na hivyo silaha nyingine inayotajwa ni hatari inaitwa biological weapons, yani silaha ya biolojia. Hii silaha ya biolojia bana sio silaha ya bunduki, watu wanaitengeneza chemical, afu waenda kuunda kitu kinaitwa bakteria, virusi, ugonjwa hatari unatengenezwa, unabumiwa, wanachanganya material afu unarushiwa kwenye nchi yako. Sasa si utahangaika utapigana au utaendelea kutibu magonjwa. Sababu ugonjwa unakuwa unasambaa kwa kasi. Kama utaendelea kupigana vita, maana yake ujue huko ugonjwa utakumaliza. Afu unakuta dawa au chanjo anaye mwenyewe. Sasa utajua mimi naenda maabara naunda ugonjwa. Nikishaunda ugonjwa natengeneza na chanjo natengeneza na dawa. Alafu wewe ninayekushambulia hujui chochote kuhusiana na huo ugonjwa, na kushtukiza changa upo. Alafu nakwambia bana dawa nayo, unataka vita au tuvimalize. Sasa hapo utachagua moja, kusuka au kunyoa. Hii ugonjwa uliotumika 1346 huko ndio kutumia masilaha ya biological weapons ni huko Ukraine. Ndio kwa walikuwa wanapigana vita, basi jamaa wakayatumia hayo kwa mara ya kwanza. Ugonjwa ukawa unashambulia. Nchi nyingi ziliweka silaha chini sana kwa sababu kwa the Black Death. Watu zaidi ya mamilioni washakufa huko bara la Ulaya, Afrika na sehemu nyingine nyingi. Wanasema magonjwa ya kibiolojia huwa watu sio chini ya milioni 25 mpaka sasa hizi ya kutengeneza maabara. Dawa inakuepo na chanjo inakuepo, lakini mwenye nani yule ambaye anakupiga. Baada ya hapo pale Geneva mwaka 1925 ukatengenezwa mkataba mkubwa sana kwamba hakuna kutumia silaha ya kibiolojia. Ukikutwa na sheria za kimataifa takuchukulia hatua, na nchi zote zikasaini bana, hakuna kutengeneza ugonjwa maabara alafu kumshambulia nao mwenzako eti kwamba umpige. Hii vita haikubaliki. Tukipigana vita mimi na wewe, hii silaha inawekwa pending na itatumika. Kuna kitu kinaitwa the Biological Weapons Convention, WC, itengenezwa hiyo. Lakini pamoja na kutengeneza mkataba, Japani akagombana na China. Ilikuwa ni miaka ya nyuma kidogo. Ilikuwa ni mwaka 1925 sikose. Hiyo haikukaa sana. Pale mwaka umetoka kidogo, lakini haikukaa sana pale. Japani akamshambulia mwenzake China. Japani China mpaka leo waogopi. Ikabidi hizo sheria ngumu. Lakini ukiangalia ukabidi usainiwe mkataba mwingine mwaka 1972 na hawa Soviet walichochea sana mkataba usainiwe kuweka sheria ngumu sana kama dunia itakubaliana, maana unajua Urusi ni mjumbe mmoja mataifa kudumu. Kwa hiyo tuweke sheria ngumu sana kuwasimamia vibaka. Yaani mtu yeyote atakaye jaribu kuuza silaha ya kibiolojia, basi sheria zifuate mkondo wake. Bana, majina yangu ni Silas Nditi, tukutane wakati ujao.